Kulikuwa na usiku mzito katika mji wa Sumbawanga, upepo ukivuma kwa sauti ya kutisha kana kwamba unaleta ujumbe wa siri. Wakazi wa maeneo ya pembezoni walianza kusimulia habari za ajabu: ng'ombe kupotea bila alama, mbwa kulia usiku kucha na kivuli kikubwa kilichoonekana angani. Siku moja alifika mgeni wa ajabu kijijini. Alitokea upande wa mbali, watu wakasema ametoka Korea. Hakuwa akizungumza sana, lakini macho yake yalikuwa makali, kana kwamba yanaficha jambo. Alijitambulisha kwa jina la Kimaro, ingawa jina hilo halikufanana na mwonekano wake. Wenyeji walimkaribisha, lakini tangu alipowasili, mambo yalianza kubadilika. Ng'ombe walipotea zaidi, na baadhi ya mashuhuda walidai waliona kitu kikubwa kikiruka juu angani usiku, kama mtu, lakini si mtu wa kawaida. Usiku moja, kijana mmoja jasiri aitwaye Juma aliamua kufuatilia. Alichukua tochi na kujificha karibu na zizi la ng'ombe. Saa 6 za usiku, upepo ulianza kuvuma kwa nguvu na ghafla kivuli kikubwa kilishuka kutoka angani. Juma alitetemeka alipogundua kile kiumbe kilikuwa kinajigeuza. Mara kilionekana kama mnyama, mara kama binadamu, na kwa mshangao mkubwa kilifanana na yule mgeni Kimaro. Kiumbe kile kilimchukua ng'ombe mzima na kupaa naye angani kana kwamba hana uzito. Juma alibaki ameganda kwa hofu, akijua sasa kuwa kijiji chao hakikukabiliwa na mnyama wa kawaida, bali mzimu mwenye nguvu za ajabu aliyejificha katika mwili wa mgeni. Asubuhi ilipofika, Juma alikusanya ujasiri na kuwaeleza wazee wa kijiji. Lakini kabla hawajachukua hatua, Kimaro alitoweka ghafla, na nyuma yake akaacha alama zisizoeleweka ardhini, alama ambazo zilionekana kama ishara za uchawi wa mbali.